Wanya wapumbavu. Tunajua tushachoka mdarasani. Mara 4 sasa hivi mfululizo mtaleta mambo ya ajabu. Hatujaja kupoteza muda sisi kuja kuangalia majeneza mdarasani, kuja kusoma. Alafu na usinikazie macho, umesikia? Wewe vipi wewe? Nini kinaendelea hapa? Nauliza nini kinaendelea hapa, sio mnanitolea macho. Mwalimu, kulu nafsi dhalika mauti. Kweli. Hata kama ingekuwa ni wewe ungeumia. Jana kuna wapumbavu Tabata walikuwa wanashindana kunywa bia. Mmoja kazima, wakajua masiara. Kumbe kazima kweli. Wao kielele, tutafute sasa tutamzika si na makaratasi. Wametutafsisi biashara yetu madamu ni ile kama ilivyozoeleka. Basi bwana. Kwa sababu pale kuna mtu alikuwa katikati ndo anayewachuza, anamwambia, wewe unaweza kanywa, wewe unaweza kumzidi, huyu unaweza kumzidi." Walimkwanga makofi. Sasa hizi upo Mwembe Yanga kule. Jamani mpumbavu yule. Yaani madam, hii dunia ni ndogo sana hizi. Mtu amekufa kwa pombe, afu tunafika pale msibani tena bado watu wanakunywa pombe. Tumeingia pale, tumeweka jeneza letu vizuri tu. Wanasema eti wamzike, jeneza tuliache pale siku 7. Afu ndo tutakuja tufuate hela yetu. Eti au akimaliza 40 kwa sababu yule mwenyewe amekufa na hela yani vibonge sijui hapo. Wewe ungeweza. Kwa mfano ngoja wewe. Unafanya biashara gani nje na kazi ya wito? Nyamaza huko. Hivi mnajisikia mnachokiongea, mnaelewa mnachokiongea kweli? Mnawezaje kufanya kitu kama hicho? Kabisa darasani mnaleta jeneza. Hivi mna akili kweli nyie? Kuna wanafunzi wenzenu. Alafu mnaleta kitu kama hicho. Mnataka mwatoe darasani waanze kuwaza hicho mlichokileta hapo? Au vile mmeona nimewakalia kimya hapa, mnaona mnachokiongea mlichokifanya kiko sawa, si ndio? Hapa shuleni nyamaza wewe. Hivi nyie, ngoja niwaulize swali. Mmekuja kusoma au mmekuja kufanya biashara hapa shuleni? Au hichi mnachokifanya mnataka basi darasa zima kila mtu alete biashara yake hapa shuleni? Ndio mnachokitaka? Sasa nisikilizeni niwaambie. Sitaki muongeze neno hata moja. Naomba mnyanyuke, mkabebe ile jeneza lenu muondoke nalo. Kosa letu nini hapa? Steve. Mea nusu. Kosa letu nini hapa? Ongea na mwalimu. Wanani Steve tokeni na nini lakini tunabishana? Ungekuwa ungeolewa kweli wewe. Yaani sijui mnakuwa na akili gani jamani? Mimi nakaa kichwani. Mimi nakaa kichwani wanafunzi. Nakuweka makofi wewe. Sasa unipige makofi kwa shida gani? Mimi sina beba kichwani, nabeba miguu. Nani amekuja amebeba kichwa? Mimi nimebeba miguu kwa kuja, umebeba kichwa na mimi nibebe kichwa. Wewe nani wewe, mbona kila muda ni mtu wa kunikwaza tu, na akili gani wewe? Jamani kuna mwenye shilingi turushe kichwa na mkia tuone inakaa wapi, nani abebe? Beba kichwa ulizike. Roho mbaya tu. Wewe unasukuma kichwa. Unafanya biashara na mtu hana hata umoja. Sukuma, unahisi kila mtu ni mzima kichwani. Sukuma hivyo hivyo. Nyie. Alosimama hapa sio bibi yenu wala sio shangazi yenu. Naomba mnyanyue ile jeneza mtoke nalo nje. Mwalimu nimepata wazo. Ili hapa jeneza Kariakobe ya jumla shilingi 500. Unaona ungetupa 80 tukuachiwe ende nalo nyumbani kwako kae nalo. Alafu bahati nzuri madam wetu tunakuamini, si unanida? Unaweza kutulipa taratibu. Hata kwa awamu mara 2. Huwezi jua, kuna emergency. Steve, wanani? Alosimama hapa sio bibi yenu wala shangazi yenu. Naomba mbebe ile jeneza mtoke nje. Biashara yetu ni haina watu haipendi kabisa. Shika mzee. Angalia unapotetemeka mikono. Hebu wewe unafanya gani? Twende cheusi. Mbona wote mkutetemeka tu?
unaifanyiaga nini? Jamani mjini shule, tatizo wanafunzi akili hamnazo. Mashauzi mengi kichwani zero, aliyefaulu sana naye kapata zero. Majukumu yanawapa pressure, wanapenda pesa, mapenzi yanotesa. Walimu wanakesha kuwafundisha, ila ni kama wanajitosha. Unawadaiwa vikoba, waendesha boda boda, wasela wapiga roba, jamani kuna mawenga, unawadaiwa vikoba, waendesha boda boda. Wanafunzi, faida ya pili ya kusoma biology? Yes class. Tulishia wapi kwenye history? Sahara trading. Bata? Sahara trading. Sahara trading. Yes. Sahara. Mwalimu. Yes. Sahara trade. Mwalimu, naongea na wewe vipi? Kwa tukazungumza kwamba Sahara trade ilifanyika Afrika, si ndio? Yes, good. Manake mlisoma. Yaani mwalimu, si ninakusemesha? Ama sionekani? Tunafundisha history, si ndio? Ndio. Nashangaa mwalimu bado yupo kwenye kipindi changu. Definition. Mwalimu mkazi. Basi tuwe wastaarabu. Si umenikuta mimi bado nafundisha, eh? Mwalimu, hiki ni kipindi changu. Si ni kipindi cha history? Ndio. Kwa nini uko kwenye kipindi changu? Mbona nilikuwa swala tu la kuelewana? Kwa sababu hapa darasani kuna changamoto ndogo ilitokea, ndio maana mimi nimechelewa kumaliza kipindi changu. Sasa ilikuwa swala tu la kuongea na sio kuja mimi nafundisha na wewe unaingia unaanza kufundisha kipindi chako. Sasa ina maana hapa si watu wazima na ni walimu, tunashindana mbele ya wanafunzi. Kwamba wanafunzi wachague wao upande wako au upande wangu, ndio hicho unachotaka. Yes. Lukamba, njoo ufute hili neno biology sitaki kuliona. Ole wako. Lukamba, nisikilize mimi au msikilize mada? Sasa mwalimu, unachotaka kuleta hapa ni mabishano. Alafu kwa taaluma yetu sisi, mimi siwezi kubishana na wewe. Sawa, nitaondoka. Ila ujue kitu hichi kimoja. Umenikwaza. Sijapenda mwalimu. Please teacher, me come in. Yes, you may come. Naomba uniachie. Nitadili nao mimi. Yaani hawa ndio waliosababisha mimi nimechelewa kumaliza kipindi changu mpaka wewe umeingia kipindi chako kimefika muda wake. Wewe muda wako umeisha mwalimu. Tuache. Ulishasahau kama umetuagiza. Madam, hichi ni chakula kutoka Kisinia Restaurant. Unaona hii sikukuu? Wewe hata ukienda na familia yote pale sehemu ya kukaa ipo, wanaitwa Kisinia Restaurant. Mlimani City hapa, wao wako pembeni. Yaani panaitwaje kwa kiufupi? Mkabala na Mlimani City. Sawa, sasa sikilizeni. Nipelekeni ofisini. Nipelekeni ofisini. Nakuja huko nikishamaliza kufundisha. Madam bibi, sikukuu tutaenda Kisinia Restaurant. Watu kupe namba zao wapigie. Kanuni, anapenda kufundisha huyo. Unataka kupandishwa cheo au? Ukifundisha ule. Kwani umekasirika? Okay class. Sahara wote? Definition. Kwa tunapozungumzia Sahara trade ilikuwa ni biashara ambayo ilikuwa inafanyika kwenye maeneo ya jangwa, desert area. Na huko kwenye desert area pana wanyama ambao wanapatikana au wanaishi. Mfano nyama gani? Ngamia. Sasa hapa naandika wanyama 5 kwa Kiswahili. Alafu nyie mtanitajia kwa Kiingereza. Mnaoguna mtanichokoza. Tayari mwalimu? Sawa, kaa. Yes. Nani anaweza kunitajia ngamia kwa Kiingereza anaitwaje? Good. Yes. Husna Lipemba? Camel. Good. Pigeni makofi. Okay. Trigger kwa Kiingereza anaitwaje? Lukamba baba. Tuambie.
twiga kwa Kiingereza anaitwaje? Wewe huwa hawafikiri kwa kukaza meno, sawa? Ujui. Kazi kupiga tu picha. Mbele. Wewe usinikazie sura. Usinikazie sura. Afu mbona unaangalia kama una usingizi sana? Unakesha TikTok live, si ndio? Haya. Simba anaitwaje kwa Kiingereza? Simba. Ila nini sasa? Sio yule Simba gifti. Tajie Simba anaitwaje kwa Kiingereza. Na wala sio Simba wa Yuda. Ujui. Nikazie huko. Niangalie huko. Mbele pale. Wewe hivi vitu ndio nakuja kuwafundisha, si ndio? Kidege. Punda anaitwaje kwa Kiingereza? Ujui. Zebra. Zebra. Ni nini? Nini? Pale. Unga pale. Hivi ni vitu vya kuwafundisha na nyie tena. Stephen Moses. Sasa unaenda wapi? Kwani nimekuuliza? Sijui bwana. Yaani ndo mbumbu kabisa. Sungura, hujui kwa Kiingereza? Sasa nisubiri hapo nakuja. Sasa naona unauliza sungura unashindwa kusema. Mbona mimi nimeulizwa gumu? Wewe unauliza sungura unashindwa kusema. Wewe unamjua sungura? Rabbit. Mimi nimeulizwa gumu punda. Rabbit. Ni kweli? Rabbit. Nyie ndio mambo hamtaki kujua chochote, si ndio? Hasa huyu Stephen Moses. Babako ni mvuvi kule, anatafuta hela kwa shida ili akulipie wewe, lakini uelewi chochote. Hai, basi tuambie chui kwa Kiingereza anaitwaje? Nini? Chui kwa Kiingereza anaitwaje? Karibu sasa. Sasa unaenda wapi huko? Sasa wewe mtu unamuuliza hivi swali unambadilishia. Si umeniuliza hapa niseme Rabbit unakuja. Chris Bando! Baby Tonga. Chris Bando! Baby Tonga. Ukiwa na line ya Halotel mcheki huyu jamaa hana kona kanyoka. Si unataka internet? Mcheki Chris Bando ila kuna mabadiliko kidogo. Sawa? Sasa hivi 11,000 unapata GB 10. Sawa? 14,000 unapata GB 15. 16,000 unapata GB 18. Ni mure akijabadilika chochote. Mcheki jamaa kanyoka kama rula, hana kona. Huyo ndo Chris Bando. Na kutajia namba zake, mcheki. Chris Bando ana namba hizi 4 ila saizi nakutajia hizi 2. Mcheki. Hakikisha unapotuma pesa jina linakuja Christopher Luoga. Maana sasa hivi kina Chris Bando waongo wengine wako wengi. Na kutajia namba zake. Kuwa makini. Ni 0615 75 43 03. Namba nyingine ni 0785 73 63 61. Ukituma pesa hakikisha jina linakuja Christopher Luoga. Chris Bando yuko huyu? Mmoja. Chris Bando yuko huyu? Mmoja. Nini? Chukua hela. Wewe umeona mimi na njaa sana eti? Amna, chukua katumia tu. Sikiliza. Hii hela mpe Bonge. Wewe Bonge, chukua hii. Afu kama nakuheshimu. Umeona mwili wa njaa huu? Afu sikia. Wewe na Grace mnaita miusho sana, umesikia? Mimi sina ziki na hii hela, umesikia? Shika lako. Shika lako. Atimua.
Hapa tuna mavision kichwani, hapa tunawaza mbele huko. Sepa. Mai, yaani kama utaamua kunipenda mimi, hautodondosha chozi hata siku moja. Tatizo mnapenda sana. Angalia mimi nipo. Yaani kwanza sijui wanawake kwanza mimi niliwakosea nini maskini ya Mungu. Mai. Hebu nipende mimi. Lukamba tawaua. Sura sio roho. Naomba nisikilize mimi. Ondoka. Ondoka. Hapo Kisweta wewe, mimi nilikuwa nakuona mtu wa maana sana wewe. Yaani wewe wakwenda kunikandia mimi wewe. Unaongea maneno kibao, unajipalilia maneno kibao. Yaani unaongea vitu kibao ambavyo hata vihusiani. Mbona una shobo sana wewe? Wewe ni shombe wewe. Wewe una hela wewe. Unamaanisha nini? Namaanisha nini? Usichokelewa wewe ni nini? Wewe si nimekuagiza wewe kwa Grace wewe. Ulienda kuongea nini? Umeenda kujisifia shombe. Una ushombe gani wewe? Mtu anakuagiza vizuri, nenda kaongee ulichotumwa. Wewe umeenda kufanya nini? Wewe Kisweta mbona mimi nilikuwa nakuona mtu wa maana sana wewe, lakini yaani hata ufanani wewe. Lukamba, mimi kabisa. Yaani kweli hapo ndo nimekuja kuamini kama kuna watu hawapendi niwe karibu na wewe. Yaani hawapendi kabisa. Umeona? Hivi Boni sinaongea na wewe. Hivi kweli Lukamba bosi wangu, mimi kweli unaona wanataka kunirudisha huko nyuma kwenye kula migebuka kweli? Utarudi kweli? Kwenye migebuka utarudi. Kafanya nini tena? Sio huyu hapa huyu. Katoka kaenda kumwambia Grace eti yeye ni shombe, hana hela, mimi sina chochote, sina lolote. Sio huyu hapo. Sasa basi sijui kinakuaga kinamwacha. Mbona unaongea naye maneno matutia vibao? Yaani ingekuwa ni mimi mnafikia anacheka naye. Alafu wewe, kumbe naona nimekutunza sana, alafu kumbe wewe ndio mnafiki mkubwa. Unataka kusemaje? Wewe unasemaje? Wewe unataka kupiga ngoja. Nani? Hebu ngoja. Mwacheni sana nguvu huyo. Mwacheni. Njoo. Unataka tugawane majengo kama mimi nafungwa. Vuka. Anavuka. Kwa mfano mwanaume anakuja, anataka kunioa, analipa mahali milioni 20. Wewe kwenye harusi yangu mchango utaniletea shilingi? Milioni 20? Hebu acha mfano ya kijinga bwana wewe. Vanilla, yaani mwanaume aache wanawake wote huko walipotoka, aache wanawake wa Kimara, aache wanawake wa Mbezi Beach, aje kwa mwanamke wa Tabata kama wewe. Atoe milioni 20. Hivi unajua wanawake weupe walivyokuwa na thamani? Unajua watu wanavooa wanawake weupe kwa mahali nyingi. Unashangaa milioni 20? Sema wewe hauna hela ndio unaongea hivyo. Hivi kwa mfano ndo wewe ndo mwanaume. Mwanamke anakuja mwenye futi 2. Ungetoa milioni 20 hiyo? Kwa hiyo mimi na futi 2. Sijamaanisha wewe. Jaribu najua umenielewa. Jaribu kunielewa. Zunguka kote huko, nenda mpaka ukizeeka. Ukiona hujaolewa njoo, utaolewa na mimi hapo. Mimi niolewe na wewe? Bora hata nijioe. Mwalimu. Shida nini? Kidege ameniwekea kioo kwenye dawati langu. Kiko? Hichi hapa. Wewe Kidege, hicho kioo umeweka chini ya dawati la cha nini? Kuna kioo chafu kiliniingia jichoni nikasema ngoja nikiangalie. Kwa jicho lako. Kidege.
Hiki ni kioo chako? Cha kwetu. Kwetu wewe na nani? Akajamaa akakata pagawa akasa hivi. Anaweka kioo. Na mimi kisije ikawa kiko chini yangu. Huyu. Hiki kioo ulikuwa umeweka kufanya nini huko? Nilikuwa najiangalia, sasa kikaruka ndo nikawa naenda kukiokota. Usilete mazoea, sawa? Sana ongea uongo jamani. Kidege, hivi huyu si kama dada yako wewe? Na sheria za shule zinakataza mwanafunzi kuja na kioo hapa shuleni. Kitu unachotakiwa kuja nacho hapa ni madaftari na penseli na peni basi. Hiki kinafanya nini hapa shuleni? Wewe tukikufukuza shule hapa utamlaumu nani? Mwalimu. Kingine hichi huku chini. Haya, kule ulikuwa unajiangalia nini? Kwa hiyo ana vioo viwili. Labda nataka kufungua saruni. Asante. Kidege, ina vioo. Nikikufukuza shule hapo utamlaumu nani? Na kuanzia leo sitaki nikuone unakaa hapa. Nikija kwenye kipindi changu nikukute hapa mbele. Nikukute wapi? Mbele. Nikukute sasa umekaa. Unajipotezea we mwenyewe. Haya, ulikuwa unajiangalia nini sasa? Umeangalia matokeo yako wewe? Muone macho yake yalivyoingia ndani. Yaani kalivu kadogo lakini mambo yake yanayofanya makubwa. Wewe waendesha boda masela wapiga romba. Hapa tumepewa tu discuss kuhusu Ngoni migration. Kidege, huyo Ngoni ni nani? Sasa baadamu mrekebisha mtu mnacheka, mnacheka nini? Halo, nyie mnacheka na discuss? Tuna discuss mwalimu. Yaani huyu Ngoni Steven sio mtu. Huyu Ngoni ni watu wengi. Kwanza hawa jamaa jao. Hawa jamaa walikuwa ni wa South pure, wanakaa South Africa. Sasa kule sijui waliiba, sijui walifanya kosa gani, wakakimbilia Tanzania. Ndio wale unasikia mtu kimuuliza kabila gani akisema mimi Ngoni. Chanzo cha yeye kuwa Mngoni ni mababu zake kwa Oriamia. Halo. Ngadu. Wanani? Kidege. Eliza. Steven Moses. Tina Simba. Kisweta. Lukam. Nyie kundi nani amewapanga? Kisweta. Huyu. Wapumbavu wote mmekusanyika hapa. Wote wapumbavu, mko kundi moja. Mnasaidiana nini sasa? Nani anatoa material ya kumlisha mwenzi hapa? Wanani? Yaani Kidege ndio yuko anatuelezea hao Ngoni walifanywa nini? Ndio tuko tunasikiliza. Tuna discuss hapa. Steven Moses, mwalimu, sisi hapa tutakushangaza. Kama tumeweza kugundua Wangoni waliotoroka South Africa, basi tutaweza kugundua hadi wahalifu walioivamia South Africa. Umdharauye. Kumbe umdharau nini? Mbona mnapenda kukenua mimeno nyewe? Umdharauye kumbe ni kumbe sie. Hilo tu limekushinda kusema. Haya, Ngoni migration utaweza wewe. Haya. Tukadiscuss pale mbele wasikie wenzenu sasa. Nachekesha. Hamna mwalimu. Nenda kule. sawa, ngoja. Nadhani mbele. Alaka, tuwasikilize wenzenu hapa. Okay, class. We are going to listen to this group. Be very careful.
My name is Stephen Moses. In your group, we can discuss Ngoni migration. Clap your hands. Kwa kitu gani alicho discuss hapa? Kwanza mwalimu, mwanzo mimi nilijua huyu Ngoni ni mtu. Kidege? Pull up. Malizie. What is Ngoni migration? Hawa jamaa ni wa South Africa. Walitoka South Africa wakakimbia kaja Tanzania. Sasa bora walipokuja Tanzania, bora hata wangefikia dawa, ishi dawa, wangekuwa ni watu wa dawa. Wenyewe wakajichimbia Songea. Sasa Songea ni mji wa kuishi. Hapo chini ya mti. Sina maana kana ambia kwenye group. Wewe umeenda Songea mwalimu unapajiwa. Sio hapa. Bora wangekazao dawa tu, wangebadilishana na wazalamu. Kwa hiyo tumeweza kudiscuss mambo mengi wakaza na mengine hapo. Hello. So you are using Swahili language. Is it a language to discuss? No. You come here, you have to speak English and then you use Kiswahili in my subject. I'm sure you are going to back tomorrow.